mafundo yamenikuta mabaya. Yani kama mpira umeucheza mwingi sana, maana pasipo ofisi yako mimi nisingomuona Zinduna, lakini kupitia wewe Mr. Benson, rafiki wa kweli, umenifurahisha sana. Kwani jana ulifikisha hadi kwake? Jana nilimpeleka hadi kwake, lakini cha ajabu zaidi nilichokutana nacho pale, tunafika tu nimepiga taa mlangoni, nikamwona kuna kijana kakaa katikati ya mlango. Mpaka leo natafakari yule ni nani, ni ndugu yake, ni jirani, ni mwizi ama ni mtu gani? Kwani Zinduna kueleza ukweli? Kweli kuhusu nini? Zinduna ameolewa na pale nyumbani kwake wanaishi watu watatu. Anaishi yeye Zinduna na mdogo wake wa kike pamoja na mume wake. Sasa kuna uwezekano yule mliyemkuta amekaa mlangoni pale akawa ndiye mume wake. Lakini pia kama umeamua kumwoa Zinduna, basi ufanye haraka kumwoa. Usijali juu ya hilo. Mimi ni mwanaume na chaguo langu lilikuwa ni Zinduna. Nitampa nafasi katika maisha yangu. Sawa. Sawa, mimi basi nitakuletea ile program. Sawa. Samani, hivi mtaa ndo unaitwa mtaa msikiti wa Makuti? Ndio. Ndo hapa umefika. Aha. Sawa. Kuna mtu nilikuwa namuulizia anaitwa Mariamu, mumewe anaitwa Kandido. Hivi hao watu unaweza kuwafahamu kweli? Ndio. Na wafahamu fika. Tena ni majirani zetu tu hapo juu. Aha. Sawa, mimi nilikuwa naomba kama kuna uwezekano unaomba unipeleke au unielekeze. Maana nilikuwa nawasiliana naye kwa simu yangu imezima chaji bahati mbaya. Haina shida, maana sio mbali. Kwa hili fundo lofungua, kama ningejua mabaya na moyo wangu ungetulia. Tamaa zangu, huruka yangu imenifanya nijutie. Tamaa zangu, huruka yangu imenifanya